Sasa tutagusia magonjwa ya kitropiki yasiyopewa kipaumbele. Baadhi yao ni magonjwa ya kuambukiza na baadhi sio magonjwa ya kuambukiza, lakini kipindi hiki leo kuyapa uzito kwa sababu tayari yanaitwa yasiyopewa kipaumbele. Kwa hiyo sisi tumeona tuyape sasa kipaumbele. Sasa magonjwa yasiyopewa kipaumbele ya kitropiki maana yake ni kwa hili ni kundi la magonjwa 20 ambalo shirika la afya duniani bainisha au limeyatambua kama magonjwa yasiyopewa kipaumbele cha kutosha, na lakini yanaathiri watu wengi sana. Kwa hiyo yanaathiri watu wengi lakini bado hayapewi kile kipaumbele cha kutosha kama magonjwa mengine, ndio maana yanaitwa magonjwa ya kitropiki yasiyopewa kipaumbele. Kwa baadhi ambayo tumeshaongelea, kwa mfano homa za dengue, chikungunya, virusi vya chikungunya, lakini hapa tunaongelea maana yake magonjwa kama Chagas disease ambayo yapo hata Tanzania lakini sio kawaida sana kuyaona. Magonjwa kama leishmaniasis, umeona, magonjwa kama ya kichocho, magonjwa kama kichaa cha mbwa, virusi rabies, maana yake hapa tunaongelea. Kuna magonjwa kama onchocerciasis na magonjwa kama ya minyoo, na minyoo ambayo inatokana na udongo, lakini tunaongelea kuhusiana na matende, elephantiasis, habari ya kung'atwa kwa nyoka. Kwa kung'atwa kwa nyoka pia ni tatizo ambalo halijapewa kipaumbele. Sasa ni namna gani ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaweza yakasababisha ongezeko la magonjwa haya? Ni kama ambavyo tulishaongelea kwamba inaweza athari moja kwa moja lakini ikawa sio athari ya moja kwa moja. Kwa mfano, kwa nyoka wakali, kwamba unapotokea mabadiliko ya tabia nchi ina athiri makazi asilia, kwa mfano wa nyoka wakali. Kwa hiyo utashangaa kwamba kwa vile ya ukame, mapori yamekauka, kuna joto kali nje, nyoka wanatafuta hifadhi sehemu ambayo imepoa, sehemu ambayo wanaweza kujificha. Kwa hiyo si ajabu ukashangaa nyoka ameamua ndani kwako. Yeye ndio anaona sana ndio sasa hivi afadhali atapata ile hifadhi. Utashangaa nyoka wanasogea karibu na makazi ya watu, kwa kuna ongezeko la mashambulio haya ya kung'atwa kwa nyoka. Lakini kama ambavyo nilielezea kuhusiana na magonjwa kama dengue, chikungunya ambayo yanatokana na mbu, maana yake mazingira rafiki yanatengenezwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ya mbu hawa kukua. Lakini maana yake kama mbu wakikua na kuwa wengi, maana yake wanaongeza hatari ya kusambaza vile virusi vya dengue, chikungunya na kadhalika ambavyo vinaweza vikasababisha. Kwa hiyo ni namna mbalimbali, maana yake magonjwa tofauti yanategemea vipindi tofauti vya hali ya hewa kuweza kutengeneza mazingira rafiki ya wao kusambaa. Kunaweza ikawa ongezeko la joto kali, ongezeko la mvua, kadhalika. Mabadiliko ya tabia nchi pia maana yake kama ambavyo tumesema, magonjwa tayari yapewa kipaumbele cha kutosha, yanaathiri zaidi watu milioni 1 duniani. Kwa hiyo inapotokea matukio ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni hasi, yanasababisha maana yake magonjwa haya ambayo bado yapewa kipaumbele cha kutosha kuathiri watu wengi zaidi. Kwa hiyo kuna tafiti zimefanyika, mfano nitagusia hapa leo kwa kipekee kwenye hili kuhusiana na kuna kung'atwa kwa nyoka. Ni janga kubwa ambalo nchi zetu hapa za karibu tayari utafiti umeonyesha kuna ongezeko. Mfano, kuna tafiti imefanyika Kenya ambayo imeonyesha kwamba vipindi vile ambavyo ni vikavu, yani dry season, kumekuwa kuna ongezeko la matukio ya watu kung'atwa na nyoka. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tuna kila sababu ya kuchukua tahadhari, hasa inapotokea vipindi kama hivi vya joto kali, vipindi vya ukame. Kuna hatari ya sisi tunaokaa pembezoni wa maeneo ambayo yanajulikana kuna nyoka wakali, wakasogea karibu na makazi, maana yake na kukaa kuna hatari zaidi ya kupata matukio kung'atwa na nyoka. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari hii ambayo tayari tafiti zimeshaonyesha majirani zetu tu hapo Kenya kwamba vipindi vya ukame hasa kuna ongezeko kubwa la watu kung'atwa na nyoka. Kwa hivi ndio namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kushuhudia kwamba yana madhara makubwa kwa binadamu na afya kwa ujumla.